Haiwezekani eti kwenye nchi hii rais anateua waziri mkuu, rais anateua mawaziri, rais anateua mpaka wabunge. Yani chombo kinachotakiwa kumsimamia na kumwajibisha na kutunga sheria, yeye anakiteua. Sasa hicho chombo kitamsimamiaje? Hivi mnanielewa nyie? Wangapi mnaelewa nachokisema? Yani rais anateua wabunge ili wakamsimamie yeye. Hicho si kiini macho? Anateua majaji, anateua wakuu wa mikoa, anateua wakurugenzi wa idara, anateua IGP, anateua RPC. Sasa ndio maana IGP hawezi kutupa sisi haki, kwa sababu aliyemteua ana uwezo wa kumwondoa. Wenzetu Kenya waliopata katiba mpya wameweka hata mazingira ya kupata majaji. Kenya pale, kwa mfano, majaji wanapatikanaje? Kenya wana chombo kinaitwa Judicial Service Commission, tume ya utumishi wa mahakama. Ile tume ya mahakama ndio inatangaza kazi za majaji. Inasema tunahitaji majaji 20 wenye sifa zifuatazo: 1, awe na degree; 2, amewahi labda kuwa hakimu; 3, ana uzoefu wa miaka 5; 6, ana hiki na hiki. Alafu unatuma maombi. Kwa hiyo mimi na mwenyekiti wangu Masaga tunaangalia pale, tuna sifa, naandika mimi John Heche naomba nafasi. Masaga naandika naomba nafasi. Brenda naandika naomba nafasi. Tunapeleka CV zetu. CV zikishafika pale Judicial Service Commission au tume ya utumishi wa mahakama ya Kenya inatangaza kwenye TV. Ndugu zangu wa Kenya, wale watu tulioomba waombe ujaji, waliotuma maombi ni hawa hapa. John Heche anatokea Tarime, Brenda anatokea Dar es Salaam, Masaga anatokea Mbeya. Kama kuna mtu yeyote ana malalamiko juu ya maadili ya hawa watu au uadilifu wao au wizi au chochote au waliiba elimu, atutumie hayo kwenye tovuti yetu. Watu wanaandika, huyu Masaga aliwahi kuwa na kashifa ya kutembea na mke wa mtu. Huyu Heche alikuwa hakimu Tarime, alikula rushwa. Huyu Brenda ni hivi na hivi. Sasa wanakaa, inaitishwa interview, TV inaonesha, bwana John Heche, wewe, kuna mtu anaitwa Mwita fulani anasema wewe ulipokuwa hakimu Tarime kwenye kesi yake ulikula rushwa ukamhukumu vibaya. Wewe unasemaje? O, A, B, C. Anakuambia wewe hufai. Bwana Masaga, wewe unatuhumiwa huna uadilifu. Uliwahi kutembea na mke wa mtu, tukikupa hii kazi utaendeleza hayo mambo, hufai. Brenda, umefuzu. Sasa huyu Brenda, rais anachofanya ni kumwapisha. Hana mamlaka ya kumkataa wala kufanya nini. Amekuwa jaji. Huyo mtu huyo anajua mimi nimepata kazi hii kwa uadilifu wangu, na wengine walioko kule wanajifunza kwamba ili upate kazi ya ujaji lazima uwe mwadilifu. Watu waovu wamekataliwa. Sasa nchi hii rais analala, anapigiwa simu, mheshimiwa rais, hivi unajua Mwajuma yule mtoto wa dada yako amemaliza degree? Alisoma nini? Alisoma sheria na unajua hana kazi. Radio Tanzania Dodoma, leo rais amemteua Mwajuma mtoto wa dada yake ni jaji mfawizi. Hiyo ni nchi gani? Hiyo ni nchi gani? Huyo Mwajuma atakupa haki wewe? Huyo Mwajuma atakupa haki wewe? Atakuwa na mlinda yule aliyemteua. Ndio maana kuna jaji aliwahi kufanya kituko, amefungia chama chetu siku 309 bila kufanya shughuli zake, kwa makusudi kabisa, kinyume cha sheria. Watu wamepigwa, watu wameumizwa, na yupo anafurahi tu kwa sababu ya nepotism na upendeleo. Ndio maana nikisema ukishtaki serikali, watu wanajiuliza, hivi tutaishtakije serikali? Kwa sababu majaji wenyewe wanateuliwa na huyo ambaye tunatakiwa kumshtaki. Kesi ya ngedere unapeleka kwa nani? Kwa Tumbili. Atapata haki kweli?
Hey. Tukiwa bungeni, mtu mmoja anaitwa Omar Tebeto Mgumba, wakati tunapinga kitu kinaitwa export levy, Omar Mgumba akaitetea. Asubuhi Magufuli akasema, wewe nimekuteua kuwa naibu waziri kwa sababu ulitetea. Sio kwamba alitetea kitu kizuri, alitetea uovu, akateuliwa kuwa naibu waziri. Baada ya hapo uchawa ukaanza nchi hii. Mtu anamsifia mtu hata kwa sifa asizokuwa nazo, baadaye huyo mtu anateuliwa. Sasa tunafundisha watoto wa nchi hii kwamba huhitaji kuwa na elimu wala huhitaji kuwa na ujuzi. Unachohitaji ni kuwa na mdomo mpana na kuwa chawa, utateuliwa. Nchi gani hiyo? Hiyo nchi itaendelea? Matokeo yake mtu anayetakiwa kuwa mwosha nyumba anakuwa DC. Hana ujuzi, hana uelewa, nchi inayumba. Ndio maana tunasema mzizi wa fitna wa matatizo yote haya ni katiba mpya. Ni katiba mpya. Nasema ni katiba mpya. Sema katiba mpya. Ndio itaondoa ujinga wote wa nchi hii, tuirudishe kwenye barabara ya rami.